Ukisoma katika kitabu cha Galatia matunda ya Roho Mtakatifu, utakuta neno la uaminifu pia ni kati ya matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini ukiangalia katika maandiko na katika safari ya watakatifu na katika mifano ya watakatifu waliotutangulia, aliangalia sana uaminifu. Sema amina gari. Uaminifu unaendana na kweli. Neno uaminifu na kweli ni neno ambalo liko kama pamoja. Kwa hiyo tunaangalia katika maandiko mengi, tukiangalia manabii waliotutangulia wa Agano la Kale, tukimwangalia mwenyewe Kristo, alitafuta mtumwa mwaminifu. Kwa hiyo mwaminifu au uaminifu ni kigezo kikubwa ambacho Mungu wa mbinguni anakiangalia kukutumia. Na hata duniani kila mtu angetamani ampate mtu mwaminifu. Ikiwa ni kwenye ndoa, tungetamani tupate wenza waaminifu. Ikiwa ni marafiki, tungetamani tupate marafiki waaminifu. Ikiwa ni familia, tungetamani kupata familia waaminifu. Ikiwa ni partner wa kibiashara au wa shughuli zenu mbalimbali, ungetamani upate partner ambaye ni mwaminifu, si kweli? Kwa hiyo uaminifu ni kigezo kikubwa mno. Naomba kila mtu anisikilize kwa dakika chache. Uaminifu ni kigezo kikubwa mno ambaye Mungu wetu wa mbinguni anakiangalia na kuweza kumtumia mtu. Uaminifu. Tukiangalia habari za Elisha pamoja na Elia. Elisha alipata nafasi ile kwa Elia kwa sababu ya uaminifu. Lakini Gehazi alikosa nafasi kwa Elisha kwa sababu hakuwa mwaminifu. Sema amina glory. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo uaminifu, Mungu anatafuta uaminifu. Anatafuta mtu mwaminifu. Anatafuta, na dunia inataka waaminifu. Tukiangalia watawala mbalimbali, mara nyingi wangetamani wapate watu waaminifu, wanaweza kutenda na kwenda sawa sawa na kile kilichokusudiwa. Kwa hiyo wanatafuta mwaminifu. Ukitafuta mfanyakazi, unasikia mtu anakuambia, hebu nitafutie mtu mwaminifu niweke kwenye biashara yangu. Anakuambia yule mtu ni mwaminifu sana. Kwa sababu kama si mwaminifu, hakuna kitakachotendea. Na uaminifu ndio unadhihirisha tendo la imani. Uaminifu ndio inadhihirisha tendo la imani. Tunaposema tunampenda Mungu, tunaposema sisi tu mawakili wa Mungu, au tunaposema sisi tunamtii Mungu, inadhihirishwa na uaminifu. Sema uaminifu inadhihirisha ile tendo la imani. Sema kwa sauti, uaminifu unadhihirisha tendo la imani. Uaminifu inadhihirisha tendo la imani. Imani yako inadhihirishwa kupitia uaminifu. Pale ambapo, kwa sababu uaminifu ninazungumza hapa sio uaminifu ambao unakupasa uwe na watu wa kuone. Ni uaminifu ambao ni tabia, ni roho. Uwe peke yako utakuwa mwaminifu. Uwe peke yako kwenye msitu, uwe peke yako mahali popote, uwe mahali ambapo hakuna mwanadamu yeyote anakushuhudia, hata wayawani wa kushuhudia, utabaki kwenye uaminifu. Inapokuja jambo la uaminifu, utasimamia katika uaminifu wako. Sema amina gari. Sema amina gari. Uaminifu ndio kigezo kikubwa. Watu wengi wanang'ang'ania, Mungu anitumie. Nataka Mungu aniamini. Hata kuaminije wakati hujajaminisha. Unataka Mungu akutumie. Hata kutumiaje wakati wewe sio mwaminifu. Mungu anazungumza na uaminifu. Mungu anawekeza kwa uaminifu. Mungu anajiachia kwa uaminifu. Anakuwa marafiki na watu waaminifu ambao ni waaminifu, maana uaminifu ni sawa na kweli. Kwa hiyo uaminifu wako ndio utakaofanya ukaribu wako na Mungu ukiwa peke yako. Nazungumzia general uaminifu katika kila eneo. Uaminifu wa rohoni, uaminifu wa mwilini, uaminifu wa uchumi, uaminifu kwa mtu yeyote, uaminifu kwa yeyote. Sema uaminifu. Nyosha mkono, sema uaminifu. Uaminifu kila eneo. Maana tukizungumza neno uaminifu, sizungumzia maeneo ya mahusiano. Nazungumzia uaminifu katika ukamilifu wake. Uaminifu katika ukamilifu wake. Uaminifu katika kila jambo, kila tendo. Uaminifu wa muda. Uaminifu wa dhamana uliopewa.